Iko kama haya yana sababu mbili ambayo inawezesha. Sababu ya kwanza ni nature na sababu ya pili ni human error. Na kwa sababu mimi siwezi control nature ya Mungu, ingawaje tumekuwa wavivu sana saa ingine na tumezebea katika mambo ya environment, ikawa climate change is a real thing ambayo inabadilisha environment, na ndio unaona mafuriko inapatikana. Lakini hapa kwa human error lazima tukubaliane kwamba kuna wale matajiri wengine ambao wanafanya mambo kiholela holela ambayo ina cause mafuriko ambayo inafanya watu hata waweze kupata floods. Mmeona katika hizi river zetu kuna watu wameweka mijengo na pia wamedivert the course of the river. Hiyo ni kumaanisha ukiblock river, hiyo river itatafuta njia nyingine. Na hii river ambayo tayari ilikuwa na njia yake kutoka miaka 50 ambayo iliyopita, sasa inatafutiwa njia nyingine kwenda kufurusha watu kwa sababu ya tamaa ya watu ya kutaka pesa. Na sisi tutataka county commissioner, hiyo multi agency lazima kieleweke kabisa kwamba kama serikali we are going to do whatever it takes. Na wale wanajenga kwa mto, Kawaya amesema sitarudia, ni lazima pia we take action against them, kwa sababu tukifungia mto definitely it has to flow na itapita kwako kwa nyumba. Mkae mahali iko safe, msiende mahali tuliwatoa jana, kwa sababu hatari bado ziko. Tafadhali mkae mahali ambapo hamwezi kudhuruiwa. Nimeongea na walimu wote, all teachers and the principals wa Mavoko. Saa zile shule zinafunguliwa, kama iko mtoto uniform yake imeenda, watakubaliwa kwenda kwa shule bila uniform. Number 2, kama iko mtoto ako secondary school hapa Mavoko na hata ingia na school fees, nimesema uwe at the river, Mavoko Secondary, Kanaani, any secondary school in Mavoko, hakuna kuripoti na school fees. Huyo mtoto akubaliwa ingie kwa darasa mpaka tutalipa. Mavoko is hope. Yes. Thank you. Haya. Ripoti hiyo ni kutoa